Jina langu naitwa Nicholas Kiprono Meli na niko Naivasha prison. Na ile kazi mimi nafanya hapa, mimi nafanya kama mwinjilisti kwa hii jela. Lakini iko jela nyingine nilikuwa mimi natoka, nilikuwa mimi nafanya kazi ya welding. Nicholas Kiprono niwe wetabarĩra-inĩ ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ. Jela mimi nilifungwa miaka 14. Na hiyo 14 ile miaka nimekaa mimi naelekea 5. Lakini kwa hiyo 5 hiyo mimi natoka 2028. Na hiyo 5 hiyo nimekaa nimefanya kitu ya maana. Mimi nimejielewa kweli nimekosa. Kaa jela sio kitu kusema ni kitu rahisi, ni kitu ngumu. Lakini ni ile tu naomba tu Mungu afanye nini, ikifika jioni naambia tu Mungu asante. Sababu jela sio kitu ya kusema unafurahia. Kwa nini? Jela sio kazuri. Sababu iko ugonjwa, iko vitu zingine, yani haieleweki. Uyu eguthaga githuri nja wa njera na riu ni ahorerire. Ai jela asiona tu ati ni wanaume. Kweli ni wanadamu, lakini jela sio kazuri. Hata mimi nilikuwa mimi nasemanga tu hivyo. Lakini saa hii nimekanyaga moto. Na hiyo moto mimi siambie sababu hapo raia saa hii anaona mimi kwa TV ati atende hiyo kitendo. Saa hii ile kitu mimi napeana yani ushuhuda. Mimi naambia mtu hata ukiona mtu hata amesanyika watu 3 4 usijaribu kukaribia hapo. Sababu jela ni mbaya. Lakini mtu mwingine asione mimi ati niko sawa, nimekaa, nimenyoroka. Hapana, hii ni neema ya Mungu. Mundu utarerekaga nja wa njera riu ni muheani uhoro wa Ngai guku njera. Kiugo kiratindikiririo nginya aria me njera ni waganu. Injilisti ni ile yani tumefanya maovu mingi ukuraya, lakini tumekuja hapo kurekebisha yani neno la Mungu. Sababu tumekosea Mungu na tumekosea tena jamii. Sasa inastahili ukue mtu inaaminika. Hata ukitoka unakuwa mfano kwa wengine. Ili anafanya hiyo anafanya kitendo kama hiyo, anaona vile wewe umeenda mpaka umeathirika. Ili sio kusema ati sisi tunapeana. Ukisoma kwa Biblia inasema Mungu alipea mawakili ya Mungu kama sisi. Tunahubiria na Mungu naye anapo. Hata kama wewe mtu ni mgonjwa, ni Mungu anaponya. Wewe unameza dawa na Mungu anaponya. Waunangi ati wewe umefanya dhambi kubwa ama ndogo. Mungu anasamea yote. Kama ni kubwa ama ndogo, anasamea wote. Kumbukumbu wa Torati 29 mstari wake wa 14. Anasema Mungu kama yani ukikataa mambo ya Mungu uko kando. Iko mahali Mungu ataweka wewe utatii neno la Mungu kwa lazima. Na unaona tumetii. Ona tondu Kiprono muheani wa uhoro mwega njera, kiria kiamurehire njera kihutanitie ona uhoro wa Ngai nja wa njera. Safari yangu kuingia jela iliingia sababu iko kwa hiyo kijiji yetu iko kanisa ni Catholic, alikuwa Catholic. Na kwa hii Catholic iko fata alikuwa anaitwa Fata Cross hapo. Na yeye alikuwa anaongoza hiyo kanisa. Wakati alikuwa anaongoza hii kanisa, yeye kweli inaonekana tu kwa sura yeye ni fata, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu. Yeye alikuwa na mamonya wanawake wa wengine mpaka akajulikana, mpaka waamini akajulikana ni yeye anafanya hivyo. Na alitafuta ushahidi ya kutosha na akapata. Wakati alipata akaenda akaita bishop ile anasimamianga mafata. Akakuja akaeleza hiyo story. Fata akapikwa transfer aende Marinyi huko. Ni ile tabia ilikuwa imefanyika ni yeye alikuwa anatoka nje. Unajua Fata astahili aoe. Lakini yeye alikuwa na mpango ya kando nje. Watoto wa shule, wanawake wa watu ile yani ni yeye alikuwa unaona hiyo kanisa yeye alikuwa anaongoza, lakini hiyo makondo ni yeye anakula. Sasa wakati alipatikana ikasemekana apigwe transfer. Sasa wakati ya transfer mambo ikatokea hapo. Semekana yeye alikuwa anataka ng'ombe achukue, anataka kari achukue, anataka mahindi achukue, kuku, mbuzi, lakini waamini akasema hapana. Hivi vitu yote umetaja
sadaka yetu. Unachukuaje sadaka yetu? Na fata ingine amekuja tayari. Hii fata atakuja kuenda na nini na gari. Unaona? Sasa ikafika hapo akaanza kufurutana. Na yeye akakubali aende. Lakini wakati alienda akasema utakumbuka mimi. Kiprono afanganire na muhunjia gwika ciiko cia kugegania kuri undu na he. Sasa baadaye akakuja mimi sasa mahali nilikuwa. Akakuja akasema mimi nataka wewe nipe 15k. Uende ufanye kitendo ukatekate hiyo ng'ombe, hiyo mbuzi. Hata alikuwa amesema ukatekate paka watchman, lakini mimi tu alikuwa na utu sababu hiyo watchman ni yetu, yani jirani yetu tu hapo. Nikaona tu kuliko tu nifanye hivi vitu ni mbaya, lakini ile kitendo ya kwanza alifanyisha mimi nifanye, alisema wewe uchukue mafi kwa ndoo umwagie kanisa. Hiyo ni kitendo ya kwanza. Hiyo kitendo nikaenda nikafanya, nikamaliza mwezi mmoja, tena nikarudi sasa ile ya ng'ombe. Nikafanya hiyo kitendo. Mbona wewe? Mbona nifanye hiyo kitendo? Mbona wewe alikuchagua wewe? Mimi sababu yeye alikuwa rafiki yangu. Kitu ya kwanza alikuwa ametuma mimi ya kwanza niende msichana mwingine alikuwa anasomea secondary, naitwa Kapoloin Secondary. Niende hiyo msichana na nilete hiyo msichana, ilikuwa kitu kama saa 11. Sababu yeye hakuwa anataka mwanamke yoyote aingie kwa gari yake. Hii gari ilikuwa ya kanisa. Lakini yeye alikuwa anabebanga tu wanaume. Na tena alikuwa amepea mimi condition kwa hii gari yake. Hii gari yake isiyaonekana nikiingia hii gari yake. Sasa siku hiyo sasa nikaletea hiyo msichana. Sababu tulikuwa karibu na yeye kwa hiyo nyumba. Sababu ni jirani yetu. Hiyo msichana tukakaa na yeye. Nikapeleka yeye hapo. Kitu kama saa 1 hivi. Wanyitirwo atia na muhunjia ni okaga gukuona njera? Ile kitu sasa nikakuja nikashikwa. Ni ilienda hivi. Kwa hiyo kijiji mimi sikuwa mtu mzuri. Kwa hiyo kijiji. Na ile kitendo ingine ya amplifier kwa hiyo kanisa ni yeye tu alikuwa ametuma mimi nichukue, ni mimi ni kama mimi nilijulikana. Yeye alikuwa ametuma mimi nichukue amplifier na TV na maspika. Hiyo kanisa yote tangu nizaliwe mimi najua hiyo kanisa. Mimi najua route yote kwa hiyo kanisa. Hata watchman akizunguka mimi napea matake. Hiyo fata tena akafuata mimi mpaka police station. Akasema kuliko hii kesi iende muda mrefu, wewe enda ukubali hii kesi ikuwe fupi. Sababu ukienda huko tena na saufinywe ukuje tena utaje watu wengine kataa. Hii kesi itakuwa story ya kubwa. Sasa mimi nikakuja tu nikakubali hiyo kesi nikafungwa. Leo no kwirira arerira wagani wa muthemba oro wothe nduri gikeno. Nilifungwa juu ya injuring animals. Nilikata ng'ombe. Sasa hata kabla hata hiyo kufungwa hiyo, chacha aliambia mimi nifungiwe probation. Wakati sasa nilifungiwa mimi probation ikakuwa tofauti. Probation alienda nyumbani na akakuja akaoji mimi. Nikaeleza yeye ukweli sababu alisema mimi nataka ueleze mimi ukweli. Sasa wakati alienda nyumbani huko, sasa familia yetu na kijiji, unajua probation mpaka aenda hoji ile usalama ile kwa kitu ya kwanza chief alikataa. Professional alikuja akasema chief amekataa mambo yako. Kitu ya pili ni mzee wa kijiji alikataa mambo yangu. Kitu ya tatu ni familia yangu. Akasema hiyo mtu imekuwa tishu. Ile kitu ya kwanza ile amefunza mimi, anastylingi kama wewe ni mtu unasimamia kama father. Hata kama wewe ni kiongozi, amefunza mimi kuwa mtu inaaminika. Sababu kama wewe mtu umeaminika, hata ile kitu unahubiri hapo Mungu hawezi sikia. Sababu kwa hata ukienda kwa Biblia Mathayo 6:6 anasema usiposamea mwenzako wewe samewa. Unaona? Na tena uhubiri ile kitu ile iko. Usihubiri ile kitu ile yako. Ni ile alikuwa anafanya kunywa pombe, kufanya sex, mimi sifanyi hivyo. Mimi nafuata Biblia
vile inasema, sababu Biblia inasema usiue, usiipe, usiangamize jirani yako, ni vitu kama hizo. Kiprono ena ndomereri arenda ikinyire father, andu a nyumba yake na andu a itura. Kitu mimi naambia father, anakumbuka ile kitu tulifanya, na ile kitu tulifanya hakuwa kitu mzuri, na mimi nimekuja nikakuchulia wapi? Jela. Sasa ile kitu mimi naambia yeye kitu ya maana, kuanzia saa hii, leo ni tarehe 16 mwezi wa 8, kuanzia leo wewe ubadilike, ukuwe mtu inaaminika. Mali yako saa hii, kama sijui kama amepikwa transfer, kama hako marinyi hapo, hea ubiri neno la Mungu, ile Mungu ile kitu anasema, na Mungu atafungulia njia zote. Unajua Mungu iko njia zingine anafunganga. Nataka niombe msamaha kijiji yangu kabla hata sijaenda kwa kanisa. Mimi nataka niombe msamaha. Mimi nilijiingiza ile kitu sikuwa najua. Kitu ya pili, mimi naomba msamaha ile mtu anaongoza hiyo kanisa saa hii. Alikuwa fata Shuata Street inake, lakini alikuwa mgeni, alikuwa Mluya. Mimi naomba yeye msamaha kama hako kwa hiyo kanisa. Mimi naomba msamaha. Kitu ya tatu, iko familia yangu tumekwaruzana nao. Mimi naomba tena msamaha. Kitu ya 4, iko ndugu yangu sasa, hata kama nimefanya makosa yote hiyo yote. Njetago Simon Kibe, na eo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ ya Naivasha Medium mwena wa Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru.